Na ningetaka sana muwe mnafahamu moja ya tafsiri ya uzima wa milele. Si wa baada ya kufa, si ule uzima tu endelevu, lakini uzima wa milele, moja tafsiri yake ni hasara ya leo. Hasara ya leo, faida ya muda mrefu. Ni hasara ya leo, faida ya muda mrefu. Imani, kile kinachofanya tuwe tunakuja kanisani ni kuja kujifunza hesabu. Patakuwa na hasara kadha wa kadha zenye faida gani mbele? Maisha, ukiamua jitoa akili kabisa, we ukae pale palipoitwa pamenoga, hufanyi kesho aje aishi mwingine, utaishi wewe. Imani ina namna za kutufanya kama zinatukalisha ambapo hatutaki, zinatufanyisha ambayo hatutaki. Na ndio maana kwa mimi nimesema, ninapokuhubiria wakati wowote huwa nakuonyesha faida utakayoiona kwenye maisha haya hapa duniani, sio faida utakayoikuta mbinguni. Nimekuwa na debate fulani na watu wa vitambaa, imani za vitambaa, mpaka nikasema I say, kwa sababu nimeandika kabisa kwamba nimechukua mistari miwili kwamba watu wa imani za vitambaa matatani kwa kuozesha watoto wadogo, mabinti na wajane kwa nguvu. Kwa nikaweka kitu pale kwamba kwa mujibu wa Biblia, maandiko yaliyo kwenye Wakorinto hiyo 11, lakini mstari wa 10 na wa 11 inasema, imempasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa, iwe inaonyesha anamilikiwa na mwanaume. Mstari wa 11 unamaliza kwa kusema, mwanamke asalipo afunge kitambaa, lakini si mwanamke pasipo mwanamume, wala si mwanamume pasipo mwanamke katika Bwana. Avae kitambaa kwa ishara ya anamilikiwa.